Yesu ndio mmeanu zote mmekubali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tewa. Amen. Sisi ni wale tuliitikia mwito, si ndio? Hata iwe aje lazima tumpende huyu Mungu wetu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ulinzi wake na kwa ajili ya hii nafasi. Nasema ni asante. Asante katika Bwana. Si rahisi kupewa fursa mahali kusimama mbele ya watu na kuwafunza kitu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Andiko letu kule litatoka katika kitabu cha Yoeli 2:28. Nitawamwagia roho yangu juu ya wote wenye mwili. Wana wenu na binti zenu watatabiri. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Hii wito ni kwa wale wanaoitikia mwito. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, ukiitikia mwito utaona mkono wa Mungu. Utaishi maisha ya juu, utaingia kwenye uhalisia. Bwana Yesu asifiwe. Na si kwa mmoja tu, si kwa mke wala kwa mume. Bwana Yesu asifiwe. So leo tutasimamia andiko letu kuu, litasimama na neno letu litasimamia wanawake katika wito wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tutaomba kwa ajili ya neno. Baba uishai juu mbinguni, Baba nakuomba, najua ya kwamba Baba umenichagua siku ya leo ninene mbele ya watu wako. Mungu wangu, ninene juu ya watoto wako Baba, ili kusudi Baba kile hawajui kimeingia ndani yangu niwamwagie pia wapate kujua. Mungu wangu, tukasome pamoja, tukajifunze pamoja, tukasongeze neno pamoja, katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mungu hakuumba mwanamke kuwa dhaifu kiroho, bali kuwa chombo cha utakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Wamama mupo? Muko? Mujipika vikelekele juu yenu na mujipende zaidi kuliko watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Katika Mungu, wanawake ni watu Mungu anawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Swala, je, mwanamke anaweza kuitwa na Mungu kweli? Swala ni je, mwanamke anaweza kuitwa na Mungu? Jibu ni ndio, bila masharti ya jinsia. Bwana Yesu asifiwe. Mkae mkijua nyinyi wa mama, munaitwa kwa sababu Mungu hachakui jinsia kani ndio anaita. Hakuita kina baba peke yao, ashaita hata nyinyi. Yeye hachakui jinsia. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mungu huangalia moyo, si jinsia. Bwana Yesu asifiwe. Somo litatoka katika Samueli wa kwanza 16:7. Mwenye amepata anaweza kutusomea. Samueli wa kwanza 16:7. Biblia inasema hivi: lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wake wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliaje, maana wanadamu utazama sura ya nje, bali Bwana utazama moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hachakui kwa sababu ya kuwa mwanaume au mwanamke, huchakua kwa sababu ya utayari na moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa tayari, Mungu huangalia moyo.
Na ukiwa tayari uwe mwanamke, Mungu ako tayari na wewe kufanya kazi pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. So wamama, mkuwe tayari kupokea neno la Mungu na mkuwe tayari kuhubiri Injili. Msijali upinzani, msijali maneno ya watu. Mhubiri neno la Mungu kwa sababu mshajakuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mwanamke. For example, Deborah. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia kuna huyu mwanamke Deborah. Mungu aliwatumia wanawake katika uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Alitumika katika uongozi huyu Deborah. Deborah ni uamuzi wake. Deborah alikuwa mwanamke wa kipekee. Alikuwa na uongozi ndani yake na Mungu akamchagua. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa nabii na mwamuzi wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe unaweza chakuliwa kuwa mwamuzi wa mahali popote. Kiongozi hata hii Kenya mzima. Si wako katika government yetu. Si waliamua na wanasimama hata kushinda wanaume. What men can do, women can do better. Si ndio? Mara ngapi? Can do better mara ngapi? Ukiamua. So unaweza kuwa vyema sana. Na unaweza fanya vyema sana. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tuko na huyu mwingine anaitwa Esther. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema Esther 4:14 inasema hivi. Aliokoa taifa kwa ujasiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Tazama Esther katika Biblia. Aliokoa taifa lake kwa ujasiri wake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tuna huyu Priska. Utasoma katika Matendo 18:26. Inasema hivi. Alifundisha neno la Mungu kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiamua unafundisha mwanamke, ukifundisha neno la Mungu kwa usahihi, hiyo inamaanisha umejakuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Phoebe ako katika Warumi 16:1. Alikuwa mtumishi wa kanisa, na hiyo inaonyesha wazi kwamba Mungu hana upakuzi katika wito. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu hana upakuzi katika wito. Yeye huchagua jinsi wewe mwenyewe uko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Wito huo unaambatana na upinzani. Wakorintho 1 Corinthians 16:9. Wakorintho wa kwanza 16:9. Inasema hivi, malango makubwa wa kazi umefunguliwa, lakini wapo washindani wengi. Katika hii neno la Mungu kuna washindani wengi. Hakuna mahali hatuna washindani ama upinzani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna upinzani na usiposimama imara utaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Katika neno la Mungu ni kusimama imara, na kusoma Biblia, ni kusimama imara na utiifu, ni kusimama imara katika upendo, na utasimama na Mungu atasimama nawe pia. Bwana Yesu asifiwe. Kadri wito ulivyo mkubwa, ndivyo upinzani unavyoongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Katika wito wa Mungu, unapoenuka sana, ndipo upinzani huwa inakuienuka. Unaposimama mahali, hata unapofanikiwa mahali, utapata kuna mtu anakupinga, ama utapata watu wanakuja na upinzani juu ya kazi yako ama juu ya maisha yako, kwa sababu Mungu amekuenua. Na hapo inabidi tusimame imara kabisa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mwanamke akisimama atapingwa kwa maneno, kwa dharau na kwa tafsiri za maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame imara. Wakati unadharauliwa usijali, wakati unapingwa usijali. Wewe jua ni Mungu amekuchagua, si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu sana sana hutumia walio wapuuzwa katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Ukipuuzwa lakini we mwenyewe unajua umechakuliwa, fanya kazi ya Mungu, usirudi nyuma. Chukua mkondo wa kusonga mbele na neno la Mungu. Ni kwa sababu wewe ndani yako, wewe ndio unajua Mungu ako pamoja nawe, si ndio? Usirudi nyuma kwa sababu kuna mtu dharau imetokea mahali, ama kuna mtu anakupinga, ama kuna
mtu yoyote unapohubiri ama anakukosoa, hapana, bora uko sahihi katika maamuzi yako katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Unajua dunia ndio inasema wewe hauwezi, lakini kwa Mungu, Mungu anajua wewe unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua wewe unaweza na amekuchagua. Kwa hivyo tusonge mbele na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingi wanawake huonekana dhaifu, lakini kwa Mungu wanatumika kwa nguvu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke kwa nje ni mdhaifu, lakini kwa Mungu huwa anatumika pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio jinsia inayoamua huduma, bali maisha yaliyobadilishwa Roho Mtakatifu kufanya kazi na matunda ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu anafanya kazi kupitia kwake, ni uthibitisho wa wito wake. Bwana Yesu asifiwe. Ni uthibitisho wa Mungu wakati wamama wanafanya kazi yake. Wamama wengi wamesimama na neno la Mungu. Katika makanisa wamama wamesimama. Msirudi nyuma na msiwahi rudi nyuma. Wamama siku hizi ndio kielelezo. Mungu anawatumia sana. Katika jina la Yesu Kristo tunasema ya kwamba huyo anayetupinga na ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Hata kama kuna changamoto aje, usiache neno la Mungu. Wamama wengi wanalea kwa ajili wanamjua Mungu. Wengi wanalea watoto wao, wengi wanasimamisha familia kwa ajili. So wamama msimame imara katika kila jambo. Ndani ya nyumba uwe nje, simama na Mungu wako. Kwa sababu yeye anapokuelekeza, hakika kama amekuchagua hata kuacha. Atakuelekeza mpaka familia yako itasimama kwa ajili ya wewe mama. Familia yako itasimama kwa ajili. Mzee wako atasimama kwa ajili ya wewe mama. Familia yenu inaweza pata wokovu kwa ajili ya wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na sana wamama wanapookoka ama mama anapookoka, kuna sana kukataliwa na jamii, kukosolewa na kanisani, kudharauliwa, kujihisi hatoshi. Lakini kumbuka, huwa Mungu hakosoi anapokuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa unaeneza neno la Mungu, hata wakudharau, hata wakukosoe aje, wakudharau kivipi, wewe eneza neno la Mungu, kwa sababu unakuanga umechakuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Katika makanisa mingi hata unapoingia unapatanga wamama wako viti ya mbele sana, kwa sababu Mungu ashawachagua. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba unapochakuliwa, fanya kazi ya Mungu. Na unapokuwa katika kiti, wamama msijikalisha hapo kwa kitu, mna wito kubwa sana. Mungu ashawapenda. Na nafasi yenu iko katika Mungu, nafasi yenu ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Ashawachagua tayari. Wamama msimame imara, tueneze neno la Mungu na tujenge kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke katika wito wa Mungu hachakuliwi na wanadamu, bali anachakuliwa na Mungu. Hupingwa kwa sababu hana uwezo, bali kwa sababu ana nguvu. Hasimami kwa kiburi, bali kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote sisi tumechakuliwa na tunasimama kwa sababu ya Mungu, nina kwa sababu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wewe ni mwanamke na unajua Mungu amekuita, lakini unaokopa au unapitia upinzani, simama kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa imani. Mwambie Mungu leo, nipo tayari kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Simama kwa imani, waambie Mungu uko tayari kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Kumekuwa na hoja mingi zinaibuka kuwapinga wachungaji wanawake, na wengine wamekuwa wakipinga hata kwa kutumia maandiko. Tusome Timotheo 2, 2 Timothy 2:24-25. Aliyepata.
2 Timothy 2:24-25. Biblia inasema hivi. Ni kitabu cha Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 24 na 25. Biblia inasema hivi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha uvumilivu, akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awape kutubu na kujijua kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa maelekezo tu ya wakati maalum, sio sheria ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Efeso lilikuwa na matatizo ya mafundisho ya uongo. Hivyo wanawake wengi hawakuwa wamefundishwa vizuri wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati wa kitambo wanawake hawakuwa wamefundishwa vizuri. So walikuwa wanapinga wanawake kusimama mbele za kanisa na kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mafundisho vile Yesu Kristo alikuja, iliruhusiwa wanawake wakachakuliwa kuwa hata viongozi ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo Mungu hakumtazama mwanamke kuhudumu, bali alisema kwanza ajifunze ushahidi wa kupinga hoja hii. Matendo ya Mitume, tunasoma Matendo ya Mitume 18:26. Matendo ya Mitume 18:26. Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume 18:29. Biblia inasema 26. 26. Biblia inasema hivi. Akaanza kunena kwa ujasiri katika sinagogi, hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao, wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Yesu aliwaamini wanawake kubeba ujumbe mkubwa zaidi ambao ni ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mwanaume wala mwanamke, nyota imekuwa mmoja katika Kristo. Ufalme wa Mungu huongozwi na mila wala utamaduni, bali unaongozwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke hawezi kuwa na mamlaka ya kiroho. Unabii ni mamlaka ya kiroho. Ikiwa Mungu anampa mwanamke unabii na roho wake ni wasi, pia kwamba Mungu anampa mamlaka ya kudumu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hupea wanawake mamlaka ya kudumu, na Mungu ashatupea mamlaka. Simbarikiwe na hayo. Something that God values the most. He values you the most. Don't you ever despise yourself. In those days, even kuna kazi ambazo zilikuwa zimetengwa ni za wanaume peke yake. Today as we speak, hakuna kazi ya wanaume peke yake. In fact, ladies are doing it in a great way. Ungekuja kwetu zama zile, hata aledi hangejenga nyumba. Unaona? But today we have ladies who are engineers. Are we together? They are engineers and they're doing great things. Wanasimamia other men kuwa supervise. This is how you are supposed to go and this is how you are supposed to build this. Because they are learned and they have the capability of doing it. Kwa hivyo nimekuja niseme kitu ambayo itakuondoa mahali huko. You know, sometimes we misinterpret scriptures. Hata Biblia imesema sisi ni vyombo tu dhaifu, sisi tukae tu dhaifu, sisi ni vyombo dhaifu. Mwambie jirani waacha hizo. Bwana asifiwe sana. Unajua ukijifariji na hiyo utabaki tu umekaa tu nde. Hakuna kitu hata Biblia inasema sisi ni vyombo dhaifu. Bwana asifiwe sana. Wewe hapana vyombo dhaifu, you are so powerful, and in fact ladies are so powerful than us men.
Because ladies, when they decide to build, they can build in a second. And when they decide to destroy, they can destroy in a second. They have that power. So don't despise yourself. Ni vile tu watu wamechanganyika, wanaelewa scriptures vibaya. Hata maandiko imesema wanawake wanyamaze kwa kanisa. Hiyo ilikuwa wakati ya kina Paul, when the ladies were bringing about confusion. Ndiye akawa anawaambia mnyamaze. Inaandikwa. Sasa siku hizi watu wanasema hata imeandikwa watu wanyamaze. Hapana. Bwana asifiwe sana. And that is why we as Pentecostal churches, we are anointing ladies kusimama katika pengo, tunawapatia kola so that they can preach. In fact, we have bishops, we have reverends, we have apostles, and they are ladies. Bwana asifiwe sana. And that is why as a man, unaona sisi Pentecostal churches, when we anoint, for example, tunamdedicate as a pastor, yeye mke wake automatically anakuwa pastor, because atumwombea akiwa peke yake, naomba wakiwa wote. So wote wanaingia mafuta, hiyo moja inasambazwa kwa hao wote. Bwana asifiwe sana. So you have power. Don't you ever despise yourself. And don't allow the devil to bring confusion to you. Na kukufanya usikie umekonda, umesikie unaona hata mimi sifai. Wewe ni mtu mzito. Mwambie jirani mimi ni mtu mzito. Kama umekaa karibu na lady, sukuma hii kidogo, mwambie you are powerful. Bwana asifiwe sana. Don't you ever despise yourself. Amen. Because God has given you power. Maandiko yanazungumza kuhusu huyu mwanadada anaitwa Abigail. Do you know because of that the power of a woman he saved even her husband? Mnajua hiyo? Mnajua hiyo? Ladies, don't destroy your families. Save your husbands. Akaenda akasema unajua mume wangu ni kubafu. Bana angalia mambo yake, yeye ni mjinga. Kama jina yake. Mumeo alikuwa anaitwa nani? Nabal inamaanisha nini? Mpumbafu. Kaenda akasema mume wangu ni mpumbafu kama jina yake. Don't look at the things he's doing. He's working out as a foolish person. He saved the man. Bwana asifiwe sana. Sasa unajua yeye mwenyewe akiwa huko, unajua anasema you know what, hakuna mtu angeguza mimi, hakuna. Lakini mwenye ameokoa ni mke. Lakini huku kuchikamba, nani angeguza mimi? Na sasa hizo ndeleke ambaye ameokoa. Bwana asifiwe sana. So we need to have wisdom to save our families, to save our nation, and to save our people. Kwa hivyo, don't despise yourself. You are great. You are great. You are great. Na maandiko imewapatia nafasi ya kusimama katika pengo na kutenda mambo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Alafu ujue katika Biblia Mungu anapoangalia sisi wanaume na anaangalia sisi ladies, anatuita zote sons. Mnajua hiyo? Mnajua hiyo? Mnajua hiyo? So nyinyi wote mko pamoja na sisi, tunaitwa wana wa Mungu, sons of God. Kwa hivyo don't despise yourself. Bwana asifiwe sana. Don't despise yourself. Bwana asifiwe sana. Na ndio sababu alisema for this reason I will bring them together. Si maandiko inasema ya kwamba mbavu yake moja ilienda kutengeneza mke. So mke akikuja ndiye mwanamume amekamilika, sababu mbavu yake ilikuwa imetoka. Sasa imerudi. Bwana asifiwe sana. Sasa imefanya nini? So you become powerful. You become now complete. So ladies, you people, you are so powerful. Don't you ever despise yourself, and don't accept somebody to bring confusion unto you. Na kusema wewe ni jopo dhaifu, hakuna kitu kama hiyo. You are strong. Utakuwa tu dhaifu ukiamini wewe ni dhaifu, na utabaki dhaifu pasipo kufanya chochote. Lakini ukiamini I can make it, you can make it. Bwana asifiwe sana. Angalia wahubiri kama kina Margaret. Ona ile kazi ambayo wamefanya. Mzito Kenya hii imetingiza Kenya. Angalia people like Wairimu. Bwana asifiwe sana. Wametingiza makanisa mazito mpaka iko na stairs, watu wanakaa kule juu kwa hapa, wanatingiza injili na nguvu. Bwana asifiwe sana.
Na ndio maana unaona tunawapatia nafasi, jifunzeni, tingiza. Bwana asifiwe sana. Preach it, wacha kuogopa, lipua. Amen. Ukipewa hiyo kodi unalipua, ni kana kwamba hutalipua tena. Hiyo ni siku yako ya mwisho. Yesu anarudi kesho. So unalipua kumaliza. Bwana asifiwe sana. Injili si ya kulipua na kupakisha dini ya kesho, hapana. Wacha tu Masai katae. Masai katae tu, waachie hapo. Lakini kama Masai imekubali, pomoa kupomoa. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana sasa next week ni wewe, na kuweka wewe next week utandazi. Bwana asifiwe sana. Mwambie jirani tatandaza. Ninaanza na wewe. Mwambie pastor anaanza na wewe next week. Utandaze. Waanze kujipanga. Bwana asifiwe sana. I want all people here to minister. And this is a church of ministers. Bwana asifiwe sana. Mimi niko live. Nakaa hapo na ngoja vijana walipue. Kwanza vijana wamekuwa mafundisho mazito kabisa. Hao ndio napatia next week. Walipue kabisa ile yote ambao wamejifunza huko, alete hapo. Nataka kuwapanga wale wote mlikuwa huko. Mlifanya mistake sana ya kwenda huko. Sasa Jumapili ni nyinyi. Mtalipua kulipa. Kama Mungu andika notes sasa vimeumana. Kama mjaandika notes sasa mtaona moto. Because hii ujumbe lazima ifike hapa. Bwana asifiwe sana. Lazima na sisi pia tusikie. And that is why tuliwatuma. Kama uliotuma tuko endo kule Japani na urudi. Sauri yako. Bwana asifiwe sana. So what we are saying ni kwamba women have a role to play. Don't just despise yourself. Ongeza hiyo sauti kidogo, tusimame juu. Yes. Yale isiyoyaweza Bwana anayaweza. Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. Yale isiyoyaweza Bwana anayaweza. Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. Mambo nisiyoijua Bwana anaijua yote. Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. Maono nisiyofahamu Bwana anafahamu yote. Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. Maono nisiyoyajua Bwana anayajua yote. Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. Mambo nisiyoijua Bwana anaijua yote. Yale isiyoyaweza Bwana anaweza. Bwana nitie nguvu nikutumikie. Mwambie tu Bwana, empower me. Mwambie Bwana, I'm not weak. Ni wewe unaweza kunitia nguvu Bwana.